kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kaya brahanda repa karababa, kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, katika neno hili likanijenge, neno lako likafae katika maisha yangu asubuhi ya leo. Rabababababa mezebra seke brahanda mazida braze brazuze ketaya reprazi brahanda rabra kotokorobo sharapakaya maye brahanda kaya braham repapapapa. Ninalika neema ya Bwana itembee ndani yako leo, ndani yako leo, ndani yako leo, kwa jina la Yesu. Wepo Bwana uko hapa, unagusa kila moja, unagusa kila moja, kila aina ya mawasiliano in the realm of the spirit. Hakuna nafasi bali neema ya Bwana ikatawale mahali hapa. Wepo wa Roho Mtakatifu ukadumu kukaa mahali hapa. Rapa kataka raba sheta mando roba koto rapa sheda ripa kataka raba handa. Wepo Bwana, wepo wa Roho Mtakatifu, wepo wa Roho Mtakatifu. Karaba sheta karaba baba maya brahanda shakaraba ketakaraba mande brakateke brahanda. Roho Mtakatifu, tembea katikati yetu, tembea katikati yetu, tembea katikati yetu asubuhi ya leo Bwana. Kaya brahanda kareba shibrahanda, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana kufika kwenye ibada asubuhi ya leo. Wageni wote waliofika, brother pale na sister, Mungu awabariki sana. Tunajisikia faraja kuwaona kwamba mko pamoja na sisi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya 5 ya maombi. Tuna maombi mwezi huu wa 10, na leo ni siku yetu ya 5. Tunaendelea na maombi kumwomba Mungu atusaidie uwepo wake ukaguse maisha yetu. Haleluya. So tumekuwa na maombi tangu Jumatano, tunaendelea leo na tupo hapa mpaka mwezi huu uishe. Haleluya. Leo tunajifunze somo linasema umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. 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 Haleluya. Roho Mtakatifu ni Mungu katika nafasi ya 3 ya utakatifu wa Mungu. Kwanza unanielewa? Tunapozungumza utatu mtakatifu wa Mungu, tunakuwa tunazungumza kwa habari ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu ni Mungu katika nafasi ya 3. Tuko pamoja wapendwa? Roho Mtakatifu ni Mungu katika nafasi ya 3 ya utatu mtakatifu. So Roho Mtakatifu yuko hapa duniani na anakaa ndani yetu sisi kwa lengo tuyafanye yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Na Mkristo aliyekamilika lazima awe na Roho Mtakatifu ndani yake. Tuko pamoja? Ndio maana leo nataka tujifunze umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. So kumbe kuna tofauti kati ya kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa nani? Roho Mtakatifu. Mkristo
au mtu yeyote anapoamua kuliamini jina la Yesu na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyu mtu saa hiyo hiyo anapata ujazo, anapata Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu kujua kwamba yuko ndani ya mtu inaonekana au inadhihirika kupitia ishara ya kunena kwa lugha. Haleluya. So ni kweli kwamba unapompokea Kristo, Roho Mtakatifu tayari anakuwa ndani yako. Tulijifunza ile Jumapili kwamba Roho Mtakatifu ni kama unavyokuwa una download application kwenye simu. Una download na unaweza ukaitumia muda wowote unaotaka pasipo kulipia. Tuko pamoja? So Roho Mtakatifu gharama yake ni kuamua kumkiri tu kwanza Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Saa hiyo hiyo unapata zawadi ya Roho Mtakatifu. Sasa nataka tujifunze umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 16 mstari ule wa 13. Yohana 16 mstari ule wa 13. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. So huyu Roho Mtakatifu huwa hazungumzi na sisi kwa habari ya mambo yake yeye mwenyewe. Kuna mtu anaelewa? Roho Mtakatifu tumesema ni utatu, yuko katika nafasi ya tatu katika utatu mtakatifu wa Mungu. So Roho Mtakatifu anafanya kazi ambayo amesikia kama maagizo kutoka kwa Mungu Baba kuja kwetu sisi wanadamu. Kuna mtu anaelewa vizuri? Ndio maana Biblia inasema wamwabudu halisi imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ili tumwabudu Mungu katika uhalisia, lazima tumwabudu katika roho, kwa sababu Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. So hapa ni Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwenye Yohana 16:13 kwamba huyo Roho atakapokuja atawafundisha si kwa mambo yake, bali yale aliyoyasikia. Aliyoyasikia kutoka wapi? Kutoka kwa Mungu Baba. Haleluya. Mungu alikubali kuingia gharama, akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo kwa ajili yetu sisi, kwa lengo tu tutakapoliamini jina la Yesu tupate uzima wa milele, tusipotee, tupate uzima wa milele. So mtu ambaye ataliamini jina la Yesu Kristo, maana yake tayari amepokea upendo kutoka kwa Baba. Soma hapa mwishoni kwenye mstari wa 13. Anasema hivi, mwishoni kabisa kule chini, anasema lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. So Roho Mtakatifu huwa anatuambia mambo ambayo ameyasikia kutoka kwa Mungu Baba, lakini anasema mambo yajayo atatupasha habari zake. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanataka kutokea kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, kabla hayajatokea, Roho Mtakatifu atatupasha habari zake. So umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu ni kwamba tunapata nafasi ya kuyajua mambo kabla hayajatokea. Haleluya. Mtumishi mmoja akawa anatoa ushuhuda, anasema walikuwa wanataka kwenda mahali kwenye mkutano. Mungu amempa maagizo aondoke aende mpaka hiyo nchi akafanye mkutano. So
usiku wakati wako nyumbani, wakawa wanaomba kwa ajili ya kwenda kuanza safari ya kwenda kwenye huo mkutano. Anasema wakati wanaomba, alikuwepo yeye, mke wake na mdogo wake na mke wake. Huyu mdogo wake na mke wake wamepewa karama ya kuona mambo katika ndoto. Yesu asifiwe. Unajua kwenye hii kazi ya Mungu kila mtu ana kipawa chake. Kuna mwingine mambo ya Mungu anaweza akayaona katika ndoto. Yaani mtu akilala kila ndoto anayoiota inakuwa kweli. Kuna mwingine ana karama ya kunena, mwingine ana karama ya kinabii, mwingine ana karama ya kichungaji. So mke wa huyu mchungaji alikuwa na karama ya ndoto. Kwa hiyo wakaomba ule usiku. Walipomaliza kuomba, wakawa wanasubiri kupata majibu asubuhi, kwamba wakiamka sasa ndio watapata majibu kwamba safari ni salama au sio salama. Wakati wamelala sasa, wameamka asubuhi ili mchana waanze safari. Mdogo wake na mke wake akaota ndoto, shemeji yake na mchungaji akaota ndoto kwamba walipokuwa kwenye safari walipata ajali, wakafa watu 3. So asubuhi wakapeana taarifa, wakaanza kuomba. Mtumishi akasema, sasa hakuna namna nyingine, lazima niende, lazima tuende kwenye huo mkutano. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu ameshatuonyesha, maana yake ametupasha habari ambayo bado haijatokea. Tuko pamoja? So tuombe Mungu atulinde na hiyo ajali. Wakaanza maombi kumuomba Mungu awalinde na ile ajali. Wakaomba. So walipomaliza kuomba, wakaamua kuondoka, wakapanda gari. Walipopanda gari, mchungaji anakaa mbele, dereva wake nyuma akakaa mama mchungaji. Walikuwa na mtoto mchanga, mchungaji alikuwa amemshikilia mtoto mchanga. Pembeni yake amekaa huyo mdogo wake na mama mchungaji, na huku pembeni kuna mtu mwingine. Hasa ubaya ni kwamba hawa huku nyuma wote 3 walikuwa hawajafunga kanda. So wameanza safari, wamefika sehemu kwenye mteremko mkali, wao wanapanda. Kuna gari ya mafuta inatoka kule inakuja. Ile gari ya mafuta breki zilikatika. Sasa jamaa anaangalia mbele, analiona hiyo gari inakuja. Akasema kuliko ni haribu mafuta ya bosi huku yenye zaidi ya milioni 200, wala ni waue wale watu. Unajua shetani huwa anafanya kazi kulingana na namna unaofikiri. Akishaona unafikiria namna fulani, ndo anakutumia wewe kuharibu kazi fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unaweza ukaona hela ya mtu mahali fulani, alafu unaweza kusema, jamani sina hela, sio niondoke nayo. Sasa hiyo unaanza kusikia msukumo, iba, chukua, kwani atakuona. So shetani akishaona mawazo yako yameanza kufikiri kinyume na mapenzi ya Mungu, anaingilia hapo. So kwa kuwa huyu mtumishi alikuwa anaenda kwenye huduma kule, shetani alikuwa amekusudia muue. So jamaa akaona kuliko nikalitupe gari kwenye mtalo, bora nikawaue hawa watu. Kwa hiyo akalifuata lile gari. Sasa dereva hajui akimbilia, maana huko kuna mteremko, gari ndio inakuja mbele hii hapa. Wanasema ile gari ya mafuta iligonga ile gari ilibinduka mara 3. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Yesu asifiwe. Ilipofika ile imeshuka tu hivi gari, cha kushangaza hakuna aliyeumia. Mchungaji akageuka akamwambia, pamoja jamaa yake dereva anaitwa Filipo, haujafa? Kaambia, ndio baba napumua. Kiwango huko nyuma mtoto alikuwa analia vibaya sana.
Lakini ashukuriwe Mungu, wote walipona. Walikuja, walichojua kwamba ajali ilitokea pale na gari imeangukia huku, pale walipogongwa na gari, begi la nguo lilianguka, maana buti ilifunguka, begi la nguo ilianguka pale. Kwa hiyo wao ajali ilifanyika hapa, lakini wakaenda kama kutoka hapa na hapo kwenye kaoshi, ndio gari ilienda kuangukia kule. Lakini nashukuru Mungu, wote walikuwa wazima. Haleluya. Wakaenda polisi. Yule jamaa akasema, kweli bwana, mimi niliona kuliko gari ya mafuta ipate ajali, ona nyie mfe. Yesu asifiwe. Unajua Biblia inasema mwivi haji, lakini kazi yake anakuja ili aibe, kuchinja na kuharibu. So shetani anapokuja kwenye maisha yetu, kama sio kuharibu maisha yako, atataka kuiba kitu fulani. Kama sio kuiba, anataka kukuua kabisa. Ndio maana hatutakiwi kuleta mchezo na huyu shetani. Lakini hakuna namna tunaweza tukamshinda shetani kama hatutakuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. So Biblia imesema huyu Roho Mtakatifu atatuambia mambo yajayo, na kabla hayo mambo hayajaja atatupasha habari zake. Mtu anaelewa vizuri. Wewe mtumishi anasema walipofika kwenye ule mkutano, walikuwa wanahubiri neno la Mungu, vilema wanaanza kutembea. Kuna watu figo zilikuwa zimefeli, figo zinarudi. So unaweza ukaona shetani angeua huyu mtu, kuna watu kule walikuwa wanaendelea kuteseka. Haleluya. Kwa hiyo shetani hakuna namna anaweza akatuacha sisi ambao tuko na Mungu kama hatutakuwa chini ya maongozo ya Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu peke yake ndiye atakayetusaidia kujua mitego na hila ya shetani katika maisha yetu ni ipi. Haleluya. So Roho Mtakatifu anazungumza kwa mambo ambayo anayasikia kutoka kwa Baba. Kama Yesu alikuwa tayari, Mungu alikuwa tayari kumtoa Yesu akafa kwa ajili yetu sisi, hawezi akaacha shetani aguse maisha yetu kwa namna yote. Amen. Kuna mtu ananielewa? Tulijifunza kwa habari ya jinsi ya kuona matokeo, na tukasema njia ya kwanza ya kuona matokeo lazima uongozwe na nani? Na Roho. Na tukasema njia ya kupata Roho Mtakatifu, tunapata ujazo au nguvu za Roho Mtakatifu kupitia maombi. Haleluya. Ndio maana leo sasa nataka kujifunza umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Ina maana hii ni muendelezo wa ile somo tuliloanza nalo, jinsi ya kupata matokeo. So lazima uhakikishe umejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa Mkristo ambaye hana ujazo wa Roho Mtakatifu hawezi akaona matokeo ambayo anataka kuyaona. Haiwezekani. Kwa sababu utajuaje? Unajua watu wengi tunaishi sio nisemeje, kwa bahati nasibu. Hatujui kesho yetu ikoje, hatujui nini kinaenda kutokea kesho, na tuna uwezo wa kujua kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kutupasha habari kabla mambo hayajatokea. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu ni kama injini. Chombo chochote cha umeme ubora wake upo kwenye injini. Iwe gari, iwe pikipiki, iwe simu, ubora upo kwenye injini. Sasa kwenye maisha ya Mkristo, Roho Mtakatifu anafanya kazi kama injini inavyofanya kazi. Uzima wa mwili wetu, uzima wa maisha yetu ni kupitia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nikawaambia hapa jana juzi Ijumaa kwamba kuna mambo mengi ambayo tutadanganywa kwa sababu sasa hivi watumishi wamekuwa wengi sana. Sasa hivi tujue kwamba hichi ninachofundishwa ni sahihi au sio sahihi mpaka
mpaka huo umejazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye hatuambii mambo yake, anatuambia mambo ya Mungu. Kuna mtu ananielewa? Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Leo tutakaa sana hapa kwenye Yohana. Kitabu cha Yohana sura ile ya 6 mstari wa 63, Biblia inasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Sawa? Roho Mtakatifu ndiye anayetia uzima maisha yetu, kwa sababu huu mwili pasipo Roho Mtakatifu hauwezi ukafanya kazi vile Mungu anataka. Niliwaambia ili Mungu amtumie mwanadamu anahitaji roho ya mwanadamu, lakini ili shetani amtumie mwanadamu anahitaji nini? Mwili wa mwanadamu, kwa sababu miili yetu asili yake ni dhambi. Nikawaambia hakuna mtu ambaye huwa anatufundisha kwa habari ya kufanya dhambi. Mwili unakusukuma kufanya dhambi kwa sababu asili ya mwili ni dhambi. So Biblia inasema roho ndiyo itiayo uzima. Huu mwili hauwezi ukawa na uzima kama hautakuwa na Roho Mtakatifu. So uzima wa Mkristo ni kuwa na Roho Mtakatifu. Uzima wa maisha yetu ni kuanza kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kuna mtu anaelewa? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kama una uhakika kwamba hauna Roho Mtakatifu, lazima uanze kumtafuta Roho Mtakatifu. Kama haujajazwa na Roho Mtakatifu, lazima uanze kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu pasipokuwa na Roho Mtakatifu hakuna uzima kwenye maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo Roho Mtakatifu uzima ndani ya mwili wetu haupo. Kuna mambo ambayo hatuwezi tukayaona, hatuwezi tukayajua, kwa sababu macho haya yamekuwa limited. Yaani kuna namna yamewekea kizuizi, hayawezi yakaona zaidi ya umbali fulani. Yaani macho yetu hayawezi yakajua nyuma ya hili jengo kuna nini, hayawezi. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu anatujulisha mambo kabla hayajatokea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Naomba tusikilize kwa makini sana. Na hichi ndicho ambacho kitatuongoza kwenye haya maombi. Unajua haya maombi tunayaomba ya hizi siku 31, kama hatuta switch kwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu, maombi haya hayatakuwa na matokeo. Matokeo ya haya maombi ambayo tunaenda nayo yapo katika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 11. Biblia inasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. So anasema Roho Mungu akiwa anakaa ndani yetu, sisi hatufuati mwili. Tuko pamoja? Mtu yeyote ambaye anaongozwa na Roho, mwili hauwezi ukamsumbua, kwa sababu Roho itaongoza mwili. Lakini mtu ambaye haongozwi na Roho, utajikuta tu mwili unakushawishi, unakupeleka katika kufanya ambayo sio mapenzi ya Mungu. Na Biblia inasema asiye na Roho wa Mungu, huyo si wake. So wewe kama hauna Roho wa Mungu, ujue Mungu hakuhesabu kama mtoto wake. Kuna mambo Mungu atashindwa kukusaidia. Mahali fulani Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, siwaambii baadhi ya mambo kwa sababu ni magumu kwenu, hamtaweza kuyabeba. Lakini huyo Roho atakapokuja atawatia katika kweli yote. So kuna mambo ambayo Mkristo hautaweza kuyajua kama hautakuwa na Roho wa Mungu. Tunajifunza juu ya umuhimu wa kujazwa nani? Roho Mtakatifu. So kuna mambo
hautayajua kabisa, hautayajua mpaka pale utakapokubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Mstari wa 10 anasema, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. So kumbe Kristo anapokuwa ndani yetu anafisha miili juu ya dhambi. Anafisha miili juu ya dhambi. Anasema mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai. So mwili huu unakufa, lakini roho inaanza kufanya kazi. Walifanya utafiti, na utafiti huu walifanya kwa wanaume. Wakasema 90% ya sisi wanaume tunaangushwa dhambini kupitia tamaa ya macho. Na hii iko kwetu sisi kuliko nyie wanawake. Wanaume wengi, kinachomfanya mwanaume aanguke dhambini ni nini? Macho. Kwa sababu macho yanapoona, mwili unapata signal, unapata taarifa, na hapo hapo shetani anaanza kutumia nafasi ya kukupeleka kufanya mambo ambayo sio mapenzi ya Mungu. So wanaume tunatakiwa, sio wanaume tu, watu wote tunatakiwa kila inapofika jioni tukae chini kuanza kufanya tathmini kwamba tangu asubuhi mpaka usiku wa leo nimetazama mambo gani. Lazima wewe unajifanyia tathmini, mambo gani nimeyatazama, kwa sababu shetani unajua hajui udhaifu wako uko kwenye nini mpaka kujaribu. Tuko pamoja? Kwa mfano sisi wanaume, kuna vitu shetani anaanza anapitisha hapa, anaangalia, akiona hichi amekipitisha, alafu umeona ni cha kawaida, analeta kingine. Akiona umeona ni cha kawaida, analeta kingine, mpaka atakapoona umeshtuka, vipi tena hapo? Ndicho alichokifanya kwa Yesu. Wakati Yesu ametoka kufunga zile siku 40, Biblia inasema akapitisha vitu vyote, akamwambia ukikubali kunisujudia, kila kitu kitakuwa cha kwako. Yesu asifiwe. So Yesu anapokuwa ndani yetu, huu mwili unakufa. Hauwezi ukafanya mambo ambayo yako kinyume na Mungu, kwa sababu shetani ambacho anatafuta kuwe na kuto kutii ndani yetu juu ya maagizo ya Mungu. Kwa sababu uasi juu ya Mungu unakuwa umeruhusu mauti. Yaani unapokuwa umetenda dhambi, maana yake umemruhusu shetani ayavamie maisha yako. Na Biblia inasema shetani akija, aidha anaiba au anaharibu au anachinja. Kwa hiyo uasi wowote ambao mwanadamu anaufanya kinyume na mapenzi ya Mungu ni sawasawa umeruhusu kifo. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna mambo yanatokea kwenye maisha yetu, ni sisi tumeyaruhusu yatokee. Kuna uharibifu unatokea kwenye maisha yetu, chanzo kikubwa ni sisi wenyewe. Kama tungekubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, ingekuwa rahisi kuyashinda mambo mengi hapa duniani. Tuko pamoja? Amen. Lazima utambue kwamba tuko duniani, lakini asili yetu sisi si hapa duniani. Asili yetu sisi ni wapi? Mbinguni. Yesu asifiwe. So sisi tunafanya kazi hapa duniani kutokana na maelekezo tunayoyapata kutoka mbinguni. Wale ambao mnapenda mpira, sawa? Wale ambao mnapenda mpira, wale wachezaji wakiwa wanacheza, kabla hawajacheza kuna maelekezo wamepata kutoka kwa mwalimu wao, wanaoita kocha, si ndio? Wanakuwa washawaambia, bwana, hapa tunapoenda kucheza tucheze mchezo huu na huu na huu. Ili tushinde huu mchezo lazima tuende na style fulani. Tuko pamoja? Lakini haitoshi, wakati wanaendelea kucheza, kocha yuko nje ya uwanja. Anaambia, "Wewe, rudi hapa. Wewe, kaa hapa." Au nakosea?
ndivyo ilivyo hata kwetu. Kabla ya kuja hapa duniani ni Mungu alituleta, na tunapokuwa hapa duniani ili tuweze kufanya kazi yoyote, kufanya jambo lolote, lazima tuhakikishe tumeyasikia kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na wakati tunaendelea kufanya, tuwe tunafanya tukiwa tunajua ya kwamba tunaelekezwa na Mungu. Kwa hiyo sisi tunaoperate kutoka mbinguni, tunafanya kazi hapa duniani kutokana na maelekezo ambayo tunayapata kutoka kwa Mungu. Na ili upate maelekezo kutoka kwa Mungu, tunayapata kupitia nani? Roho. Watu wamelala, mmechoka. Bwana Yesu asifiwe. Na natamani unisikilize vizuri. Roho Mtakatifu huwa yupo katikati, yani kati ya Mungu na mwanadamu, katikati yuko nani? Roho Mtakatifu. Hakuna namna unaweza kuwasiliana na Mungu kama hautakuwa na Roho Mtakatifu. Hakuna namna maisha yako yatakuwa na matokeo kama hautakuwa na huyu Roho Mtakatifu. Ndio maana ukikuta Wakristo ambao hawana Roho Mtakatifu ni Wakristo ambao hawawezi kujisimamia wao wenyewe. Haiwezekani. Hakuna namna unaweza ukajisimamia kama hautakuwa na Roho Mtakatifu. So ili ujisimamie, lazima uwe umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Kiuhalisia, Shetani ndiye ambaye anataka awe mfalme wa huu ulimwengu, wa hii dunia yote. Lakini sisi tumefanywa kuwa watawala na Mungu kupitia nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna namna unaweza ukamshinda Shetani kama hautakuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe ni jambo la ndoa, iwe ni jambo la biashara, iwe ni jambo la kimaisha, pasipo msaada wa Roho Mtakatifu hatuwezi. Kwa sababu Mungu anafahamu kesho yetu ni nini. Na nani anaweza akatujuza kuhusu kesho yetu? Ni huyu Roho Mtakatifu. So Biblia inasema Roho Mtakatifu atatupasha habari ya mambo ambayo kabla hayatokea. Unajisikiaje kama ni mwanafunzi unapata uhakika kabisa kwamba huu mtihani nitafaulu? So unaingia kwenye mtihani ukiwa na ujasiri, ile hofu inaondoka kabisa. Haleluya. Wakati tunasoma, kuna mwalimu mmoja alikuja akatufundisha practical zote za physics na chemistry na biology. Akasema, nisikilize ninachowaambia. Hichi ninachowafundisha ndio kinaenda kutoka. Unaweza usiamini, lakini siku tunaingia kwenye mtihani tulikuta practical zote ziko sawa sawa na vile ambavyo yule mwalimu alitufundisha. Tukabaki tunacheka. Yaani ile hofu ya kufanya mtihani inafanyaje? Inaondoka. So hofu ya maisha itaondoka pale ambako tutakuwa tunajua kwamba pamoja na hii changamoto Mungu ametengeneza njia, naenda pale. Kwa masawa, leo uchumi wangu hauko vizuri, lakini Mungu ameshaniambia kwamba kesho mambo yangu yatakuwa sawa. So unaishi kwa ujasiri. Hata kama kuna majaribu yatainuka ambayo yanataka kukutoa kwenye mpango wa Mungu, itakuwa rahisi kusimama kwa sababu umeibeba ahadi ya Mungu. Kilichomfanya Yusufu akamkimbia mke wa Potifa ni kwa sababu Mungu alikuwa amempa uhakika kwamba miaka ijayo utakuja kuwa mtu mkubwa. So Yusufu akasema, nitafanyaje jambo hili nimkose Mungu? Ni rahisi wewe kutenda dhambi, kumwacha Mungu kwa sababu haujui kesho yako ni nini. Lakini kama ungekuwa unajua kesho yako ni nini, kuna baadhi ya mambo ungekuwa unayaacha. Kuna baadhi ya mambo ungekubali watu wakuite wewe ni mshamba. Haleluya. Amen.
Kwa hiyo kwa sababu shetani anataka kuwa mfalme wa hii dunia, hakuna namna tutamshinda kama tutaongozwa na Roho Mtakatifu. Shetani hawezi kuruhusu akuone unaendelea kuwa na maisha mazuri. Hawezi kukuruhusu kuendelea kukuona unakuwa mwenye furaha, mambo yako yanaenda. Sio lengo lake. Lengo lake anataka sisi wote tupige magoti kwake na sio kwa Mungu. So namna rahisi ya kuyafanya maisha yetu yawe na matokeo, namna rahisi ya kuyafanya maisha yetu yawe yenye furaha ni kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na 17. Yohana 14 16 na 17. Biblia inasema hivi. Yohana 14 16 na 17. Anasema hivi: nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sura 17, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So huu mstari wa 16 yaanze hapo, anasema nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. So Yesu Kristo wakati anataka kuondoka, akaona ya kwamba hawa watu hawataweza kushinda. Haleluya. Hawataweza kushinda yale ambayo shetani ameyaweka dhidi ya maisha yao. Lakini ili waweze kushinda, inabidi nimwombe Baba awape msaidizi. Na unajua kwa nini Roho Mtakatifu alikuja? Kwa sababu moja. Fikiria kwa mfano, sisi tuko hapa, tumepata changamoto, alafu Yesu angekuwa Dar es Salaam, sisi tungesaidiwaje? Ndio maana ukisoma Biblia, watu walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu wengine waliziona ishara, wengine walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu Yesu alitengeneza mikate na samaki. Sio mmoja wao. Haleluya. Mfuate Yesu kwa sababu lengo lako ni kutaka kupata uzima wa milele. Kwa sababu haya mengine ni ya ziada. Yaani ukimwamini Mungu katika maisha yako, sijui fedha, sijui chakula, kwake ni mambo ya kawaida. So kuna watu walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu waliziona ishara. Ndio maana Yesu alikuwa akienda huku, makutano wanamfuata. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja ili wewe utakapomwomba Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, sasa hiyo unapata access ya kuwasiliana nani? Na Mungu. Kwa hiyo hakuna namna tungekuwa tunaweza, unaumwa leo tumbo, unapanda basi, unamfuata Yesu Dar es Salaam. Yesu alikuwa anaishi Israeli, alizaliwa kule, si ndio? Inabidi sasa mtu utoke Tanzania upande ndege uende Israeli. Hiyo hela ungeitoa wapi? So Mungu akaona hapana, hawa watoto wangu ambao nimemtoa Yesu akafa kwa ajili yao, ili wawe salama dhidi ya mashambulizi ya yule mwovu, niulete zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kama hautakuwa na Roho Mtakatifu, usalama wako ni mdogo sana. Amen. Kuna watumishi walienda kuanzisha huduma mahali fulani, wakajikuta wanakufa kwa sababu si Mungu aliyekuwa amewaambia waanze. Unajua ile sala tunasema Baba yetu uliye juu mbinguni, ufalme wako uje. Tunaposema ufalme wako uje, ule ufalme unakuja sehemu ambayo hakuna falme nyingine. Haleluya. Kwa sababu kabla ya sisi kufika hapa, kuna watu walikuwepo hapa. Si sawa?
kuna watu wanafanya kazi katika ulimwengu wa giza. So hiyo ni falme ambayo tayari ipo hapa kwa juu, si sawa? So tunaposema Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Huo ufalme unakuja mahali ambako hakuna ufalme mwingine, au kuna ufalme mwingine. Kwa mfano, akitokea mtu anakuja nyumbani kwangu anataka mchukue mke wangu, mimi naweza nikamwona salama huyo mtu. Hata kama sina nguvu na kamwili kangu haka, nitajitutumua kwa namna yoyote. Tasema kama ataniua afanyaje? Haniue. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata kwa shetani, kwamba sisi tunataka kuleta ufalme ambao ni tofauti na ufalme wake. So anafanya kila linalowezekana atuue sisi ili huo ufalme usifanyaje? Usije. So usichukulie rahisi tu unaposema Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Una uhakika, una nguvu za kudhibiti huu ufalme. Leo kuambia, kuna mtumishi mmoja alisimama kwenye mkutano akasema, kama kuna wachawi huko waje niwaonyeshe namna ambavyo Mungu wangu ni mkuu. Atikupita dakika 5 akafa hapo hapo. Ikabidi sasa wachungaji waliokuwepo kwenye mkutano waache kuendelea mkutano, waanze maombi kumuombea huyu. Waliomba kuanzia muda wa mkutano ule mpaka usiku, ndio jamaa akarudi kuwa hai. Sisemi hivi kuwatisha kwamba labda wana nguvu huko kuliko sisi. Lakini tunaposema kwamba tuna nguvu za Mungu, lazima tuhakikishe kwamba tunazo. Na njia ya kwanza ya kuwa na hizi nguvu za Mungu ni kupitia ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa sababu ya kwanza na sababu ya pekee ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni kwamba mwanadamu anaweza kutawala duniani kwa kutegemea taarifa kutoka mbinguni. Sababu ya kwanza ni kwamba ili mwanadamu atawale katika huu ulimwengu, anahitaji taarifa kutoka wapi? Tuko pamoja? Haleluya. Kwa sababu kwa mfano, unajua unaweza ukawa unaishi kwako, lakini kumbe ile nyumba unayoishi kuna watu wanataka kukuhamisha hapo. Tena wanakuhamisha pasipo kukulipa. Au hamjawahi kuona? Kuna watu wanaondoshwa katika nyumba zao na hawarudishi gharama walizotumia kujenga. Kwa sababu kuna watu wana nguvu ya fedha, wana nguvu wana mamlaka fulani ambao wanaona wanaweza wakaitumia dhidi ya mtu fulani. Ndivyo ambavyo shetani anafanya kazi kwenye ulimwengu. Shetani anataka kuhakikisha sisi hatupati yale ambayo ni Mungu amekusudia juu yetu tunapokuwa katika ulimwengu. So sababu muhimu, au sababu ya kwanza na muhimu ambayo inatutaka sisi tutafute ujazo wa Roho Mtakatifu ni kwamba ili tuweze kutawala katika hii dunia, tunahitaji taarifa kutoka mbinguni. Ili ndoa yako iwe na matokeo, unahitaji kupata maelekezo kutoka wapi? Mungu asipokupa maelekezo, utakuwa unapambana na upepo. Utakuwa unapambana vita ambavyo hauvijui. So lazima utafute kwa hali na mali kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ukisoma Yohana 16 mstari wa 7. Yohana 16 mstari wa 7, tunakaribia kumaliza. Tunasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. So Yesu anawaambia wanafunzi wake imempasa aondoke katika ulimwengu ili aje msaidizi. Kwa hiyo ilitakiwa Yesu aondoke ili Roho Mtakatifu aje. Kwa sababu Yesu asingeweza kuwa na sisi kila mtu awe naye kwa wakati mmoja, lakini Roho Mtakatifu kwa sababu anakaa ndani yetu,
kila mtu anaweza access, kila mtu anaweza akapata nafasi ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Amen. Na ndio maana maelekezo ambayo Roho Mtakatifu atakupa wewe ni tofauti na ambayo atanipa mimi, kwa sababu wewe ni wewe na mimi ni mimi, na mambo tunayoyapitia yana uzito tofauti, na wakati mwingine yanaweza yasifanane kabisa. So kupata msaada ni pale ambako tutakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna namna unaweza ukatawala sehemu yoyote pasipo kuwa unapata taarifa kutoka huko juu. Haleluya. Amen. Nimewapa mfano wa wale ambao mnaangalia mpira, ikitokea wachezaji wanacheza nje ya maelekezo ya kocha, si rahisi kushinda. Lakini sisi tumefikia hatua tunaona kila kitu tunaweza tukakifanya kwa uwezo wetu. Tumefikia hatua tunaona akili zetu zina fikiri zaidi ya Mungu. Lakini Biblia inasema upumbavu wa Mungu una hekima kuliko akili ya mwanadamu. Kwa wakati mwingine ni bora kukubali maelekezo. Unajua kuna muda mambo ya Mungu tunaweza tukayaona ni mapumbavu, lakini kumbe ndio ambayo yapo kutusaidia kutuvusha mahali fulani. Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna wakati unaweza ukadhulumiwa mali yako, unaweza ukadhulumiwa kiwanja, unaweza ukadhulumiwa nyumba. Roho Mungu anakuambia acha. Haleluya. Anakuambia acha. Ukiangalia hiyo hali unaweza kuona kama ni upumbavu hivi, si ndio? Yaani mimi niache mali yangu. Lakini unasikia Roho Mungu anakuambia acha. Acha. Na ukiacha, kuna watu watakwambia ila wewe kweli ni mjinga wewe. Mali ya kwako unaacha. Lakini Biblia inasema upumbavu wa Mungu una hekima kuliko hizi akili ambazo tunasema ni za wanadamu. Kuna watu ambao huwa wanatushauri, unajua wakati tunapita katika ugumu fulani, wanakuja watu aina tofauti tofauti kutupa kila aina ya ushauri. Na wakati mwingine tunakataa ushauri wa Mungu kwa kuheshimu ushauri wa wanadamu ambao mwisho wa siku unatupoteza. Kumbe ni bora tungeukubali upumbavu wa Mungu, kwa sababu Mungu ana taarifa ya kesho yetu itakuwaje. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10b kule. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10b. Biblia inasema maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya nani? Ya Mungu. So Roho Mtakatifu anaweza akachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. So yale mambo ambayo tumeyakosea majibu, hatuna majibu kwayo, sisi tukidili na Mungu, huyu Roho Mtakatifu anatuonyesha tu. Amen. Unaweza ukajiuliza, kama wanafunzi wa Yesu walitembea na Yesu, walifundishwa na Yesu mwenyewe, sawa? Walifundishwa na nani? Na Yesu mwenyewe. Lakini bado hawakuweza kustahimili majaribu, hawakuweza kushinda majaribu waliokutana nayo, pamoja na kwamba walikuwa na Yesu. Sasa wewe ambaye unafundishwa na mimi mchungaji, yaani wenzio walifundishwa na Yesu na bado watu kama akina Yuda walitenda dhambi, wakawa sababu ya Yesu kupelekwa msalabani. Ndio maana Yesu aliwaambia, msitoke Yerusalemu, bali muingoje ahadi ya Baba ambayo nisikia habari zake kwangu. Petro alimkana Yesu kwa sababu hakuwa na nguvu za Mungu ndani.
Kinachotufanya tuwe na nguvu za Mungu wa Kristo ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa wanafunzi wa Yesu kuna mambo yaliwashinda, pamoja na kwamba walifundishwa na Yesu, pamoja na kwamba walilala na Yesu, walikula na Yesu, walitembea naye, lakini kuna mambo yaliwahitaji wawe na Roho Mtakatifu ndani. Haleluya. Hao marafiki unaowategemea, hao ndugu unaowategemea, kuna muda hawatakusaidia. Kuna wakati utapata changamoto, hata sisi kanisa hatutakuja. Nikwambie tu kweli. Kuna kipindi hatutakuja. Sisi ni wanadamu. Sisi sawa wapendwa? Kuna wakati unaweza ukapata changamoto na sisi tumepata changamoto nyingine. Tutashindwa kuja kwako. Kama hauna Roho Mtakatifu, utaanza kusema hawa watu hawana upendo, wamenitenga. Lakini sio. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ataanza kukufariji. Roho Mtakatifu ataanza kukufundisha. Roho Mtakatifu ataanza kukutia nguvu yeye mwenyewe. Amen. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anachunguza mambo yote. Yale yaliyojificha kwenye moyo wa Mungu, anaweza akaya unlock. Anaweza akayafungua akatujulisha. Inawezekana. Lakini sio kazi rahisi kama tutaanza kufanyia kazi kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri? Amen. Nataka nikamalize hapa kwenye namna ya kujazwa Roho Mtakatifu. Namna ya kujazwa na Roho Mtakatifu, alafu tukaomba. Kwa hiyo ukishaona mtu anatenda dhambi, ukishaona mtu amekuwa ni muoga, amekuwa ni muasi, ujue huyu mtu hana Roho Mtakatifu. Kigezo cha kwanza cha kujua wewe ni mshirika kweli ni mpaka tukuone umejaza Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna mambo hatutaweza kuelekezana sisi binafsi, lakini ni rahisi wewe kuelekezwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tukamalizie hapo. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Namna ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja hafla toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. So namna ya kwanza ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni kukusudia au kuadhimia. Yesu asifiwe. Lazima ukusudie wewe kwamba mimi nataka kujazwa na Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Lazima ukusudie toka ndani, uadhimie, ujenge shauku, useme hapana, nataka kujazwa, ninataka kujazwa, ninataka nijazwe Roho Mtakatifu. Huu mstari wa pili, na sura ya pili mstari wa kwanza sema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Hatuwezi tukakaa pamoja kama hatujapatana. Haleluya. Huwezi kuja kanisani kama hujadhamiria kwamba hii Jumapili nitaenda wapi? Kanisani. Ndio maana kuna wengine hawapo hapa, kwa sababu hawa watu kwa namna moja au nyingine hawakudhamiria kuja ibadani, hawakudhamiria. So hawa wanafunzi wa Yesu waliamua kukaa mahali pamoja kwa sababu kuna jambo ambalo Yesu aliwaambia kwenye ile Matendo 1:4 kwamba msitoke Yerusalemu, bali muingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Amen. Amen.
Kwa hiyo wanafunzi walikaa pale kwa sababu Yesu aliwaambia nitawaagizia msaidizi. Wakakaa wanasubiri. Wewe umewahi kuadhimia kwamba leo ninaomba, ninasubiri mpaka nijazwe Roho Mtakatifu? Umewahi kuadhimia? Umewahi kukusudia kwamba leo mpaka ninene kwa lugha leo? Yaani leo Mungu, hapana, leo sitoki hapa. Kama kweli huyo Roho ndiye ambaye atakayenisaidia kujua siri zilizojificha katika moyo wa Mungu, kama kweli huyo Roho Mtakatifu ndiye atakayenisaidia kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu, kama kweli huyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye atakayenisaidia kuyajua mawazo mema ambayo Mungu alionayo juu ya maisha yangu, nitakaa hapa. I will tarry here until I will be filled with the power of the Holy Ghost. Nitasubiri mpaka nijazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Umewahi kukusudia? Umewahi kujenga sio kuadhimia kwamba hapana, leo haya maombi nafunga, sitakula leo mpaka nijazwe Roho Mtakatifu? Ni sawa, ulipompokea Yesu Roho Mtakatifu yupo, lakini ni kweli amekujaza? Umejazwa? So njia ya kwanza, lazima mtu aadhimie, akubali kukaa mahali mpaka aone amejazwa. Na Mungu akishaona huo moyo, akishaona hiyo shauku, ndipo unaanza kuona neema ya kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2, nisoma juma ngapi hapa? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2, yasema hivi: maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo ukiadhimia kunena kwa lugha, utakuwa unanena na Mungu. Ni wewe na Mungu mnawasiliana, na kinachotufanya tupate nguvu za Mungu ni kupitia kuzungumza na huyo Mungu. Kwani hamjawahi kuona watu wanasema ila hao wanandoa wanafanana mpaka tabia, mpaka kuongea? Nini kinachowafanya mpaka wafikie hiyo hatua? Kwa sababu muda mwingi wako pamoja. Haleluya. Ukikaa karibu na moto, hauwezi ukawa baridi. Si sawa? Kwa hiyo tunapokuwa na mawasiliano na Mungu, ule umungu unatuingia, nguvu za Mungu zinatuingia sisi. Haleluya. Ukisoma mstari wa 4 hapo 14 ya Wakorintho wa kwanza, mstari unasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Pale yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. So unaweza ukaona kama haujawahi kujazwa Roho Mtakatifu na bado unajiita wewe ni Mkristo, ujue una shida, una hasara. Nikwambie hivyo, kama haujajazwa Roho Mtakatifu, ni Mkristo, unasema kweli mimi namwamini Kristo, nimempokea Kristo, na haujawahi kujazwa kwa ishara ya kunena kwa lugha, ujue una hasara. Utadanganywa, utaibiwa, utapoteza vitu vingi, na kuna watu watapata shida kwa sababu yako. Kama familia yako haijaokoka, hawamjui Mungu, na wewe unayejifanya una Kristo na haujajazwa Roho Mtakatifu, utakuwa sababu ya yale ambayo unayaharibu huku, shetani awapelekee familia yako. Amen. Yesu atusaidie. Lakini tunapopata nafasi ya kujaza Roho Mtakatifu, tunaanza kusema sisi na Mungu, tunaanza kujenga nafsi zetu, tunaanza kujenga mahusiano yetu na Mungu. Maana kabla mambo hayajatokea huko, kabla mambo hayajaharibika huko, Roho Mungu anakuamsha, amka uombe, zungumza, sema neno juu ya familia yako, sema neno juu ya biashara yako. Unapolala, kuna watu wanapanda mambo yao. Ndio maana wachawi huwa wanakuwa na confidence
wanakwambia ngoja usiku. Wao wanafanya zao kazi usiku. So wewe umelala, una Mungu, una Kristo, una Roho Mtakatifu, upo tu, ni Kristo ambaye wewe ikishafika Jumapili unajua tu kuandaa nguo, kesho utavaa hii niende kanisani. Na wakati mwingine hata huo muda wa kuiandaa hiyo nguo haupo. Unasema leo siendi bwana. Kwani nisipoenda ninapata hasara gani? Usije kama unaona unakuja kumfurahisha mchungaji, lakini kama unakuja kumtafuta huyu Mungu ambaye ana siri ambazo zinaweza zikatusaidia kufungua mambo katika maisha yetu, sidhani kama kuna siku hautakuja basi kwa sababu ya msingi. Haleluya. Amen. Kuna tofauti kati ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani na kuwa na Roho Mtakatifu juu yako. Unapompokea Yesu unapata Roho Mtakatifu wapi? Lakini unapoanza kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anakuja wapi? Watu wanielewa, sema mchungaji anatudanganya. Ndio usema wa Korinto, Matendo ya Mitume 1:8 tumalizia. Matendo ya Mitume 1:8 Biblia inasema hivi, lakini mtapokea nini? Tusome wote hiyo wa Korinto 8. 1, 2, 3. Hapo. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Takatifu. Juu yenu Roho Takatifu. Kinachomfanya Roho Mtakatifu uwepo wake utoke ndani uje juu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Na akishakuwa juu Roho Mtakatifu, ndo pale watu wanaweza wakataa kufanya mambo maovu kwenye maisha yako wasiweze. Ndo pale wachawi wanaweza wakataa kukuvamia wasiweze. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu, ametoka ndani. Uwepo wa Mungu umetoka ndani ukaja juu. So uwepo wa Mungu ukishakuwa juu, unaanza kuona matokeo katika maisha yako. Unaanza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako. Lakini Roho Mtakatifu asipokuwa juu yako, ulinzi wa Mungu hauwezi ukawepo kwenye maisha yako. Ndio maana unaona kuna watu pamoja na kwamba wanajiita ni Wakristo, lakini bado wanaenda kanisani na wanateswa na nguvu za giza. Kwa nini? Yule Roho Mtakatifu walimpata, lakini yuko ndani, hawajaanza kufanya hatua za kumfanya Roho Mtakatifu aje juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na leo lazima Roho Mtakatifu tutaomba ili nguvu za Mungu zije juu yetu. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa sababu hakuna namna tunaweza tukawa washindi katika haya maisha ya kila siku kama Roho Mtakatifu hata tusaidia kujua kwamba kuna vita vinakuja ili tusimame tuweze kuishinda hiyo vita. Tusiwe Wakristo tu ambao tunasema mimi nasali huku, nasali pale. Haitoshi kufanya uone matokeo kama hautakuwa umejazwa Roho Mtakatifu. Kanisa limepoteza nguvu ya Mungu kwa sababu Wakristo wa leo hawana nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna watu wanateswa na magonjwa makanisani humo. Kwa nini? Kwa sababu uamsho wa nguvu za Roho Mtakatifu haupo. Tunaenda kanisani kama desturi na hatuoni matokeo kwa sababu hatufundishwi neno ambalo lina kweli. Kuna watu wamekuwa wanaambiwa toa fedha. Ndio nasikia kuna mtumishi mmoja alienda mahali, ameenda kwa mchungaji. Sasa ni mchungaji kaenda kwa mchungaji. Bwana, huduma yangu haina matokeo. Sawa. Chukua hii sabuni nenda kaoge mtoni kwenye maji yanayotembea. Kweli akili zipo? Yaani nakuja kwako tushauriane, tumishi mambo yangu hayaendi, nakwambia mchukua hii sabuni kaoge mtoni.
Tangu alipoenda kuoga mtoni na ile sabuni aliyopewa, maisha yalikuwa magumu kuliko kawaida, na akajikuta roho ya mauti inamfuatilia kila anapokwenda. Roho ya mauti kila anapokwenda, roho ya mauti. Siku hiyo ameenda kwenye huduma, wakati wanamuombea, wanafanya maombi, yule mchungaji alijikuta ameanguka. Ni mchungaji lakini alifanyaje? Atafikiria kwamba huyo ni mchungaji wako. Kama mchungaji anaweza akapewa sabuni akaoge mtoni, washirika atawapeleka wapi? Atawapeleka baharini sasa. Haleluya. Haleluya. Ni rahisi kujua kwamba haya mafundisho unayoambiwa ni ya uongo kama una Roho Mtakatifu. Kuna watu wanataka kukuibia, utajua kabisa hapa ninaibiwa, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, atahakikisha kila kilicho chako kinakuwa salama. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu, familia zetu zinapitia shida, familia zetu zinapita katika changamoto, ni kwa sababu tu hatujaamua kutafuta neema ya Mungu kwa maombi ili Roho Mtakatifu atusaidie. Inawezekana. Yaani hata kama ni magonjwa yametusumbua kwa miaka kadhaa, Roho Mtakatifu anapokuja juu ya mtu, saa hiyo magonjwa yanaondoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Na nawahakikishia leo lazima tutamuona Mungu hapa. Tutauona mkono wa Mungu hapa leo. Tutaomba Roho wa Mungu atusaidie, afurike katika maisha yetu, ili tuanze kuinuliwa kwa upya, ili tuanze kuyaona mambo katika upya, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuna uwezo wa kuhakikisha mambo yetu yanakuwa salama hata kama tuko mbali nayo. Naweza nikawa niko hapa, watoto wangu wako Mbangala huko, nikiomba hapa, kule wanalindwa na nguvu za Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo ndani yangu, yeye anaenda kila mahali. Mungu yuko kila mahali, hazuiliwi na umbali, hazuiliwi na changamoto yoyote. Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako tukaombe. Haleluya. Nataka tukamwombe Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu, natamani nione unanijaza. Mwambie Roho Mtakatifu, natamani nione ukinigusa. Mwambie Roho Mtakatifu, ninatamani nione unanihudumia leo. Leo ni siku ya kuhudumiwa na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakuhakikishia utauona mkono wa Bwana. Sema, Baba katika jina la Yesu. Nifuatishe maneno, sema, Baba katika jina la Yesu. Niko mahali hapa. Ninaomba neema ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ninaomba neema ya kujazwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naomba unijaze. Roho Mtakatifu, naomba unijaze. Roho Mtakatifu, naomba unijaze katika jina la Yesu. Ninakataa mipango ya adui katika maisha yangu. Ninakataa alizokusudia adui katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Anza kuomba sasa. Makaraba seprahanda, karabo sita brahanda, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Ninaachilia neema ya Bwana juu yako. Rapa shakarabahanda, kwa jina la Yesu. Ninawasha moto wa Mungu mahali hapa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aina ya kizuizi ambacho kimekuwa kinazuia ujazo wa Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, ninaangusha kwa jina la Yesu. Ninaangusha kwa jina la Yesu. Ninawasha moto wa Bwana. Ninawasha moto wa Bwana. Repa kata karabahanda, rabo shakarababa, repa karabahanda, mando ropokoto, repa dia brahanda, karabababa, rapo shabrahanda, repa papa. Neema ya Bwana ninayasilia juu yako, ninayasilia juu yako. Rapa shabrahanda, repa papa, robo shakarabahanda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Repakarabahanda, ninaangusha kila ngome juu ya maisha yako. Ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rabashakarabahanda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo pando ambalo amepanda kwenye maisha yako, leo ninaangusha, leo ninaangusha, leo ninaangusha, leo ninaangusha, leo ninaangusha kila roho iliyofunga maisha yako. Inakuachilia kwa jina la Yesu. Rapakaraba, repashebrahanda, rakashabrahanda. Bwana, ninaagiza malaika wako, malaika wako, malaika wako, rapapapapapa, rapapapapapa, reprahanda, rekarabababa, reprahanda, rebabababa, 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 kandarabababa, shebrahanda, reprobeshebrahanda, reprobeshebrahanda, korabababa, reprahanda, riaboshakarabahanda. Uko moto unawaka sasa. Unaona moto unawaka, moto unawaka, moto unashuka kuharibu kila kazi ya adui kwa jina la Yesu. Repahanda, ninaangusha, ninaangusha, ninaangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hicho kizuizi, hicho kizuizi ndani yako asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu. Karabababa, repahanda, katika jina la Yesu. Ninawasha moto Mungu ndani yako, ndani yako, ndani yako, ndani yako, ndani yako. Repabababa, rekashabrahanda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, naomba uniguse sasa, naomba uniguse sasa. Mwambie Bwana, naomba uniguse, naomba uniguse. Yuko mtu anagusha na uwepo wa Bwana, yuko mtu anagusha mahali hapa na nguvu ya Bwana. Rabasakarabahanda, repakatakarabahanda, kwa jina la Yesu. Repakata, ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hapo katika kifua chako ninafungua hicho kifungo kilichokufunga. Arabababa, kikuachie haya maumivu ya kifua, maumivu ya kifua. Rapakarabahanda, ya kuachie. Repahanda, repahanda, ya kuachie. Rabosaka, kwa jina la Yesu. Maumivu ya kifua, kuna mtu anaachiliwa, unaachiliwa. Haya maumivu ya kifua yanakuachilia sasa, yanakuachilia sasa. Kuna mtu anafunguliwa.